Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you have dialed is not available at present. Please try again later. Namuulizia mkeo. Na mamangu yuko wapi? Semaje? Wewe sio sababu ya mamangu kufa. Bado unaona itoshi unaenda kunifuatilia. Alafu lini utaacha unyanyasaji kwa wanawake? Lini utaacha unyanyasaji na kuuliza? Oya. Popote utakaponiona kuanzia hivi ninavyoongea, yani hisi umekutana na shetani. Kama mamangu alistahili kufa, basi utaishi kwa amani. Ila kama hakustahili, oya. 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 Kwa nini Dani anatumia kifo cha mama yake kama fimbo kwangu? Kwa nini nakuwa hivi? Ina maana mdogo wangu amenizidi akili. Sasa mke wangu atakuwa amempeleka wapi? Na pia ikitokea kama umelipeleka swala hili katika vyombo vya sheria, si nitakuwa matatizoni mimi? Lazima nifanye kitu. We, ngoja kwanza. Kiboke huyo. Hivi unajua kwenye maisha ukiwa unakula ugali kila siku uweze kunenepa eti? Sasa mimi nimeona kinenepi nimekondeana hivi. Yule wa nyumbani anitoshi, yule bora nikuongeze na wewe bonge. Sema kwa sababu wewe nimekupata wewe bonge mzuri sana wewe. Unajua yule mkangu yule hamna kitu mle, amekonda hata lishe yule. Mimi nilikuwa nakupenda muda mrefu, ulikuwa unapita pita pale nyumbani eti. Unasemaje hapo? Amekaa kimya, amekubali. Hivi wewe? Hivi wewe unajielewa kweli wewe? Akili zako zimo kweli? Unavyojiona hivi tunaweza tukafika hata mimi na wewe. Mtu mwenyewe unatembea na mswaki uko alafu kichwani. Hivi kweli wewe? Huyu mswaki kwa sababu ya afya. Unajali afya, usafi. Mimi nina hela nyingi sana. Hela gani ulikuwa nazo? Toe hata laki hapa kama unayo. Unataka laki? Ndio. Wewe kama laki moja hapana wewe. Kwani unataka kujenga gorofa eti? Licha kujenga gorofa, hilo laki unatoa utoe? Wewe laki ni ndogo sana, nipunguzie labda nikupe 5,000. Toa. Twende kwanza geto. 5,000 hiyo unayo? Sasa kama unayo basi toa kama hiyo 5,000 unayo. 5,000 yenyewe. Twende kwanza geto. Twende huyo. Ulisema zile dawa za UTI zinapatikana zinaitwaje? Dawa za UTI dawa gani? Uliosema wewe, ulisema mgonjwa wa UTI, alisema wewe mgonjwa wa UTI. UTI sugu. Shoga. Baki na kichaa chako. Huko kaniazimie mzani buchano kuna kazi naye. Ananishinja leo. Wewe yule alisema UTI, wewe nilisema una ugonjwa unauma UTI. Dawa ya UTI mke wangu. UTI sasa utanieleza nyumbani. Hata nitakuelezaje nyumbani, dawa hazijapatikana? Dawa hazijapatikana. Tena upatikana nyumbani utanenda kunieleza hapa ulikuwa unafanya nini? Usijieleze kama mtoto wa kambo. Ya baba dawa kakuingia nyumbani. Mwenyekiti anisaidie mwenyekiti.
Usilie. Unajua nimekuwa nikijitahidi sana kumkwepa kakaangu, lakini amekuwa ni mtu kunifuatilia. Usisahau mamangu amepotea kwa sababu ya figisu zao. Mama kashapotea, maisha yangu yamekuwa magumu na bado anaenda kunifuatilia. Mimi nalijua hilo mwanangu. Nalijua Dani, nalijua. Na najua jinsi gani unavyoumia. Na hata babako angekuepo sasa hivi, asingekubaliana naye kakako hata kidogo. La wala asingekuwa upande wake. Usitoe machozi. Kwa sababu mimi nimejitahidi kuishi maisha yangu. Shangazi, unajua naishi hivi kwa sababu yake. Kuna haja gani ya kuendelea kunifuatilia? Kuna haja gani ya kuendelea kunifanyia vitu vibaya? Ukifanya hivyo, na mimi pia unaniumiza mwanangu. Mimi sikubaliana na kakako, siko upande wake kabisa. Nimejitahidi kabisa kuwa na mkwepa, nimejitahidi. Lakini kitu ambacho nashindwa kuvumilia ni ule tu nyanyasaji anaofanya kwa wanawake. Amekuja hapa anafanya vitisho. Kwani nyinyi mna nini? Mna matatizo gani? Shangazi, hilo juzi tu hapa sijui alikuja mwanamke, sijui alimfanya kitu gani maskini, kwa bahati mbaya akakimbilia kwangu. Yaani kosa langu mimi ni kumtorosha yule mwanamke. Mimi wanangu paka mnanichosha kwa kweli. Hivi marehemu kaka angekwepo mngekuwa mnayafanya haya mambo. Shangazi, ongea na mwanao. Ongea na mwanao. Dani. Agnes. Tunaweza kuzungumza? Hivi Lucas, unajua ninavyojisikia ninapokuona? Yaani una roho mbaya wewe mwanaume. Natamani hata ungekufa kabisa. Umeona roho yako haitoshi kwangu. Ukahamia kwa mdogo wako kabisa wa damu. Sasa Agnes, ina maana kiwango chako cha upendo kwa mdogo wangu ni kikubwa kiasi hicho mpaka umeanza kumwonea huruma? Mimi hiyo hainihusu. Ninachojua una roho mbaya we baba. Sawa. Kama hivyo ndivyo unavyoniona, hakuna shida. Ila kuna jambo moja nataka wewe ulijue. Mapenzi yangu kwako wewe hayana mwisho wala hayana kikomo. Na hakuna na hayupo mtu yoyote yule anaweza kutenganisha mimi na wewe. Na muda sio mrefu wewe utarudi katika himaya ya mikono yangu.